upendo wetu sisi kwa sisi. Kwa hivyo kama unaandika ni kuhusu upendo wa Mungu kwetu na upendo wa sisi kwa sisi. Hiyo kitu nimejaribu kuiangalia inashikana hivyo, na nitakuelezea, tatoa introduction labda hivi kidogo na pengine kama sitaanza somo leo tutaanza wiki lijalo, maana Mungu anasaidia tutakuwa huko. Na naanza kwa kusema hivi: kumpenda Mungu na kupendana sisi kwa sisi ni amri. Sikiliza vizuri. Kumpenda Mungu na kupendana sisi kwa sisi ni amri. Kichwa ni upendo, lakini nimeanza kumpenda Mungu na kupendana sisi kwa sisi ni amri, au kumpenda jirani. Ni blanket tunaweza kuweka au kumpenda jirani. Sasa nilikuwa naangalia kumpenda Mungu, na leo sitakuwa sana upande wa kupenda Mungu, nitakuwa upande wetu. Lakini ukumbuke, pasipo Mungu hakuna upendo sisi kwa sisi. Kwa hiyo ninamaanisha kwamba tunapoangalia somo hili tutakuwa tunaenda pande mbili hivyo. Kwa hivyo upendo wa Mungu kwetu, kipengele cha pili, upendo wa Mungu kwetu. Upendo wa Mungu kwetu na kupendana sisi kwa sisi haiwezi ikagawanyika. Haiwezi ikagawanyika. Upendo wa Mungu na kupendana sisi kwa sisi ni amri, au kupenda jirani. Hiyo ikablane. Alafu nasema upendo wa Mungu kwetu na kupendana sisi kwa sisi haiwezi ikagawanyika. Haiwezi ikagawanyika. Sasa kama unaandika hivi, haiwezi ikagawanyika. Maana kama unampenda Mungu lazima utampenda na mtu. Kama unampenda Mungu utawapenda watu wote. Kama unampenda Mungu utawapenda watu wote. Ndio nasema, na kama hupendi watu, kama hupendi watu, hupendi Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Nasema, na kama hupendi watu, wewe hupendi Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Kufikia hapo, hebu turudi kwenye kitabu cha Marko sasa. Nianze kusoma andiko, alafu nikuelezee kidogo kabla tuingia kwenye somo letu ambalo litakuwa ni kuhusu upendo. Tutaangalia kitabu cha Marko sura ya 12 na nataka tuanze mstari wa 38. Marko 12 mstari wa 38. Nafikiri tuko hapo. Wasomaji wangu mkae vizuri, nasoma. Tunataka kutoa mwelekeo kwa ajili ya somo ambalo linakuja la upendo. Mbali niangalia upendo ni amri. Yaani kupenda ni amri. It is not a request. It is a must. Ni amri. Sasa hebu tusikilize hii maneno. Nani anasoma? Marko 12 kuanzia 28. Teremka tu pole pole na kuambia. Mtaka mstari kwa pale chini kidogo. Kitabu cha Marko 12:28. Na mmoja wapo waandishi akafika, akawasikia wakisemezana naye, akatambua ya kuwa amewajibu vyema. Akamuuliza, katika amri zote ni ipi iliyo ya kwanza? Yesu akamjibu, ya kwanza ndiyo hii, sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Kufikia hapo nafikiri unapata picha kidogo. Huyu jamaa alikuwa anapita, alikuwa pia ni mwandishi, na akakuta Yesu na wale watu wakiwa wanabishana. Na Yesu akawajibu. Na alipomaliza kuwajibu, huyu mwanaume akajua kwamba amewajibu vema. Na maandiko inasema akasogea akamuuliza, ni amri ipi? Ndivyo. Akamuuliza, katika amri zote ni ipi iliyo ya kwanza? Katika amri zote ni ipi iliyo ya kwanza? Yesu akajibu, ya kwanza ndiyo hii, sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Sasa akaanza kumwelezea
amri iliyo ya kwanza. Amri iliyo ya kwanza. Hapo nisikilize tu. Amri iliyo ya kwanza. Maana huyu mwanaume amemuuliza ni amri gani iliyo kuu? Akamwambia amri ya kwanza hii. Na leo nataka utege sikio ukiwa kwenye lineup ya upendo. Ukiwa kwenye line ya upendo. Maana tumekuwa na amri nyingi, tunasoma amri nyingi, lakini hatujachukua neno upendo kana kwamba ni amri. Tumeona upendo ni kama ukitaka unaweza ukapenda. Tumeona upendo ni kama ukitaka unaweza ukapenda tu ama usipende. Lakini leo nataka uangalie hili neno vizuri, ni amri. Anasema nini sasa? Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote, na kwa nguvu zako zote. Sasa Kikamba inasemaje? Hiyo mstari ya 30. Mwende mwenga waku na ngoya yaku yonthe, na thayo waku wonthe, na kiliko chaku chonthe, na bina waku wonthe. Kiingereza inasema hivyo. And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Sasa hapo tunaelewa kupenda Mungu ni kufanya nini? Kwa sababu tumeshaingia na tukampenda Mungu, tukaokoka. Tukiokoka tunakuwa sasa sisi tumempenda Mungu, tumekataa duniani, tumempenda Mungu. Sasa ile kitu nataka uangalie hapa ni amri ambaye ni ya pili kutoka kumpenda Mungu, the second. Amri ya pili baada ya kutoka kumpenda Mungu. Na sijui kwa nini kitu inapiga makelele. Ni amri. Hebu tusome hiyo mstari unafuata. Na ya pili ndiyo hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Hakuna amri nyingine iliyo kuu kuliko hizi. Sasa hapo ndio tuko. Murage, hapo ndio tuko. Naomba tusome kama hiyo mstari. Na wakeli ni wogu, mwende mutui waku, otondu weyendete mwene. Vai mweyao unge munene kuyusu. And the second like it is this: you shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than this. Mimi nilikuwa naangalia eti hakuna amri nyingine kubwa kuliko hii. Lakini sisi tumeangalia mambo mengine tukaacha lile la msingi. Na kwa sababu tumeliacha lile la msingi, maisha yetu yanakuwa magumu sana. Maana hata ndani ya nyumba watu wawili unakuta mioyo yao haipendani. Manake wanapendana tu hivi, lakini hakuna mtu aliye through ndani. Yaani ndani yake ako through na mwenzake. Ni upendo ambayo uko na mipaka ama iko na baria. Yaani unapenda mtu mpaka hapa, kwa hivyo hiki kiko hapa asijue. Huo si upendo wa kweli. Sasa mimi nikawa nikiangalia hii kama amri, na nikatambua ya kwamba mioyoni mwetu kama hatuna Mungu, kutakaa vitu vingine ambavyo vitatufanya tusiwapende watu. Maana hapa inasema mpende jirani yako. Na nitakufundisha tu. Na sasa ukiangalia watu wengi tumekaa bila upendo kwa watu wengine. Na yule mtu anakaa bila upendo kwa mtu mwingine, yeye bado anasema anampenda nani? Mungu. Huyo mtu hapendi mwingine, lakini bado anampenda Mungu. Nataka nikwambie haiwezekani. Na ndio nimeandika pale ya kwamba upendo kwa Mungu na upendo kwa watu wote haziwezi kugawanyika, kwa kuwa Mungu ni nini? Ni upendo. Leo nina watu wengi hapa kanisani wanamuimbia Mungu, wanamtukuza Mungu, wanamtolea Mungu, lakini hawapendi watu, wanapenda Mungu. Sasa uangalie uone ya kwamba kile kinarudisha maisha yako nyuma, kile kinasumbua maisha yako ni kwa sababu wewe hauna Mungu, lakini unadai uko na nani? Maana kama uko na Mungu utakuwa na tabia za huyo Mungu. Na tabia yake ya kwanza ni kuwapenda watu. Sijui kama mnanipata. Bwana Yesu asifiwe. Na hili ni ngumu. Hili ni ngumu. Kama hatuna Mungu, hili ni ngumu. Maanake hata mama amemzaa mtoto na anamchukia ule mtoto. Kwa hiyo ni ngumu, inahitaji tuwe na Mungu. Sasa Biblia inasema hapa katika hiyo mstari, ni mstari wa 31. Na ya pili ndio hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Na hakuna amri nyingine iliyo kuu kuliko hii.
mimi nikakaa nikiangalia vile tunaishi, vile tunakaa na tunataka kumwona Mungu. Umesikia Mwalimu Philip anazungumza nini? Anazungumza maneno ambayo ukirudi kwenye mwanzo wa Biblia utakuta ya kwamba mwanadamu alipoumbwa alikuwa mkamilifu na vitu vyote vilikuwa vya kwake. Kila kitu kilikuwa cha kwake. Lakini angalia, wakati aliacha kumpenda Mungu, maanake akafanya makosa, vile vitu vilikuwa vya kwake akanyang'anywa, na mwanadamu akaanza kuhangaika tangia hapo. Lakini sasa tukitoka hapo tunaona ya kwamba ni nini kilichoharibika? Sio ardhi iliharibika, sio ardhi iliharibika, si mwili iliharibika, ni roho. Na hiyo roho ndio mwanadamu, na nimefundisha sana hicho kitu. Sasa wakati ndani yetu hakujakaa vizuri, hatuna mawasiliano na hatuna mshikamano na Mungu. Hatuna mawasiliano na hatuna mshikamano na Mungu. Na kama hatuna mawasiliano na mshikamano na Mungu, then ujue ya kwamba maisha yako hayawezi yakasonga. Maana mwenye kutengeneza maisha si wewe, ni Mungu. Na ikiwa ni Mungu, tunahitaji kuwa naye hapa kwa hapa kila wakati. Na Mungu hakai kwa akili, Mungu hakai kwa mwili, Mungu anakaa kwenye roho ya mtu. Sasa mwandishi huyu alikuwa anataka kujua amri iliyo kubwa, amri iliyo kubwa. Maana nafikiri alikuwa ameshika amri, lakini anataka kujua ni gani kubwa kuliko zote. Ukiangalia amri ambazo tunafuatilia kila siku, usizini, usiibe, usifanye hivi, usifanye hivi, usifanye hivi. Lakini ikikuja kwenye upendo, sisi tunaona hilo ni jambo la hiari. Watu wa Mungu tunaelewana kweli? Tunaona ni jambo la hiari. I can decide myself whom to love and whom to hate. Ni yupi nitampenda na ni yupi sitampenda. Unasema hivyo. Leo nataka nikutoe hapo. Maana maisha yako yatakaa yamefungika mpaka utakapojua kitu hichi. Mpaka utakapojua kitu hichi. Ndivyo akaambiwa ya kwamba amri ya pili ndio hii. Kwanza tunapenda Mungu, ya pili ni hii: mpende jirani yako kama nafsi yako. Angalia vile unajipenda. Kila mtu vile anajipenda. Alafu naambia mpende na huyu vile unajipenda. Ni kazi ngumu. Lakini hiyo ndio karakta ya Mungu na tutaona. Hebu angalia uone vile huyu jamaa alisema, alipoalui maneno. Huyu jamaa alisema nini? Tutaona tu. Yule mwandishi akamwambia, hakika mwalimu, umesema vyema ya kwamba Mungu ni mmoja, wala hakuna mwingine ila yeye. Na kumpenda yeye kwa moyo wote na kwa ufahamu wote na kwa nguvu zote, na kumpenda jirani kama nafsi yako kwafaa kuliko sadaka nzima na za kuteketezwa na dhabihu zote pia. Hebu tusome kigamba hapo, kuna hiyo kapati ya chini ndio ninataka, lakini tusome kwa njia ya akili. na kumwenda na ngoyo nde na umani wonde na bina wonde na kumwenda mundu unge otonu wiyendete mwene ne kuthonokete muno ndembo ni masio ndesia uvivu ona ndembo sia kutona. Hebu hiyo Kiingereza. And to love him with all the heart, and all the understanding, and all the soul, and with all the strength, and to love one's neighbor as oneself is more than all the whole burnt offerings and sacrifices. Mimi nataka kuangalia hapa, tukija kuangalia somo la upendo, uone ya kwamba kuna vitu ambavyo tunaviangalia tunaviona kama ni vya kawaida, lakini kumbe shetani ametufunga macho ili tuendelee kuteseka. Unaona mtu anamfanyia mke wake kama si mke wake. Mke anamfanyia mume kama si mume wake. Na wako kanisani wanamuomba Mungu. Kwa sababu hawana upendo. Na upendo haiwezi kuja kama wewe ni mtu wa kuhesabu mabaya. Kama wewe ni mtu wa kuhesabu kufanyia mabaya. Lakini kama tuko na Mungu asiyehesabu mabaya, na Mungu anakaa ndani yetu asiyehesabu mabaya, tutakuwa na nafasi ya kupenda hata wale wanaotufanyia mabaya. Maana hiyo ni amri. Haijasema nimpende Frida kwa sababu ni mtu mzuri. Biblia inasema niwapende watu wote kama Mungu anavyopenda watu
Leo hivi tukikaa hapa sisi tumeokoka, tunapenda Mungu na wale hampendi Mungu, hauwezi ona tofauti. Hauwezi ona tofauti. Lakini ikifikia matendo ndio utajua huyu yuko wapi na huyu yuko wapi. Na unakuta hata mwingine hajaokoka ana mafanikio kule aliyookoka. Maana Mungu anawafanikisha wote. Sasa sisi amesema sisi ni sura yake na mfano wake. Tunaleta sadaka, tunakuja maombi, tunaingia Mungu, lakini hatupendani. Hizi zote ni nalefai. Hakuna kitu. Ni lazima tuamue kupendana. Si kwa sababu umefanywa kitu kizuri, si kwa sababu umefanywa, ni kwa sababu uko na Mungu ambaye ni upendo. Ndio unaona hapa huyu mwandishi akasema hiyo B, na kumpenda jirani kama nafsi yako, kwa faa. Angalia, kwa faa kuliko sadaka nzima ya kuteketezwa na dhabihu zote pia. Sasa watu wanaleta sadaka, watu wanaleta dhabihu, watu wanafanya makubwa, lakini humpendi yule mtu aliyo pale. Na maandiko yanasema kumpenda huyo kunafaa kuliko dhabihu na sadaka. Watu wanataka Mungu atende vitu kwa kuleta sadaka, lakini hawataki kufanya kile Mungu anasema. Sasa Mungu alikuwa ananiambia tuko hapa na tunaendelea kumita Mungu, lakini watu hawapendani. Wanachekeana, wanasalimiana, wanaimba pamoja, lakini hawapendani. Nataka nikutahadharishe mpendwa, mahali unaelekea ni mahali pa kuendelea kufinyilika, mahali pa kuendelea kuinama, si kuinuka. Maana kadri tunavyoendelea kulifahamu neno, ndivyo Mungu anachukua nafasi ya kutenda kile alichosema. Kabla hujajua neno, Mungu hawezi akaja kwako kukutesa ama ukapigwa. Lakini sisi tumeshajua neno, lakini hatutaki kulitenda neno. Mungu, wewe chukua sadaka, lakini huyu sitaki kumuona. Mungu hakui namna hiyo. Mungu hakui namna hiyo. Sasa mwandishi hapa anasema kumpenda jirani yako kama nafsi yako kwa faa sana kuliko nini? Dhabihu ya kuteketezwa na sadaka pia. Na ni lazima uwe na mbinu ya kiungu ili uweze kuwaona hata wale wasiokupenda unawapenda. Nitoe mfano. Unaweza kuwa mnakaa na mtu yeye hakupendi na kufanyia mabaya, lakini wewe ndani yako ijapokuwa anafanya hivyo, wewe huna chuki juu yake, huna ubaya juu yake. Kile unafanya unachukia lile tendo baya, lakini yeye humchukii huyu mtu. Sasa watu wanachukiaga hata mtu akifanya makosa. Sasa mimi nataka nikuambie kile kimefanya niwepo na nisimame na niendelee kuwepo ni kwa sababu nimejua siri. Siku moja Filipo aliniuliza swali, mtu huyu anaweza kukufanyaje namna hii alafu narudi kumpa pesa? Filipo kwa kikao siku hiyo, maana mtu amenifanyia mabaya kweli na amekiri kile amefanya, lakini hapo hapo tukimaliza namwambia na msaada nimekuletea ndio huyo mtu. Kwa sababu moyo wangu hauangalii huyu mtu alichofanya, na angalia shida iliyoko ndani yake akifanya hilo kosa. Kuna mahesabu alikuwa amepiga, akaona mimi sifai, kwa hiyo akaamua kunifanyia makosa, wakati hakujua ya kwamba nimemweka mbele kuliko wengine wote. Moyo usiofaa unadanganya mtu. Sasa hivi dhabihu zetu, haya maombi yetu makubwa, huku kufunga kwetu, hakutakuwa na maana yoyote kama humpendi jirani yako. Siku moja nikakwambia jirani yako anaweza kuwa ni mbaya kuliko kila kitu, lakini utaenda naye polepole, uende naye polepole ukimpenda mpaka utamshinda ubaya wake. Lakini sisi tunatupa mikono, kwani yeye ni Mungu. Si ndivyo tunasema? Kwani huyu ni Mungu? Hata pasipo yeye nakula na kukunywa, neno la Mungu hujalitimiza, maana ni amri. Hakupi chakula ndio. Hakupi. Tumekaa na jirani pale, ametuloga sana. Tunamkamata na tuloga, na tunakamata vitu zake, lakini mwisho tukashinda. Na tumeshinda, siku hizi tunasalimianaga. Hauwezi jua kama kuna mtu alifanyiwa mwingine mabaya, maana mwenye kufanyiwa ni mimi na huyu mama hapa.
Lakini sisi mioyo yetu haikuangalia kile kinafanywa, tuliangalia ule Mungu aliyetuokoa na anasema nini kwa neno lake. Sasa huyo alikuwa anatuharibu, akienda shambani anatuletea maharage, shambani anatuletea mahindi. Kwa sababu tumeenda mpaka tukashinda, na ukishinda unaanza kutunzwa, na si lazima utunzwe na mtu aliyeokoka. Inategemea kwa kiwango gani. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiona akilete kitu chake amekuletea, ni kwamba huyo Mungu wako amemshinda, na kwa hivyo hawezi fanya chochote. Sasa mimi nasema hivi, ukiangalia ndiko hili vizuri, utanielewa, utaona ya kwamba ikiwa ni amri kumpenda Mungu, ni amri sisi kupendana, na ni amri ya kupenda Mungu. Amri ya pili, sisi kwa sisi. Sasa hizi amri zingine huku, usiue, usizini, usiibe, hiyo ni ya kusoma tu. Maana ukiwa na Mungu ndani yako, how can you do that? Unawezaje fanya hiyo? Inawezekana kweli? Hata mtu akikufanyia vibaya, huwezi shika kisu atumduke. Huwezi kwenda kufanya dhambi, unajua hii ni ya uzinifu na unampenda Mungu. Kwa hiyo unaweza kuona kiongozi katika maisha yetu sio ile elimu tunafikiria. Kiongozi katika maisha yetu ni Mungu. Na Mungu akiwa ndani yetu, tutafanya makusudi yake bila kulazimishwa na mtu awaye. Bwana Yesu asifiwe. Hatutalazimishwa kufanya chochote. Tunaambia watu kujeni ibada, tuje saa 3. Kwa nini watu wanachelewa? Kwa nini hawajakuja watu ibadani hata leo? Because people pretend. Watu wana pretend ya kwamba wanapenda Mungu, lakini ikifika wakati wa utendaji wa Mungu hawatendi kimungu, kwa sababu huwa wanajifanya. Sasa kama unampenda Mungu, hauwezi ukafanya zile zingine ziko huko nyuma. Na kumpenda jirani yako sio kuulizwa, hiyo ni kitu cha lazima ili uendelee kuwa na Mungu. Unanipata? Lakini kwa hiyo tunaona ya kwamba kama mtu hapendi watu, wewe upendi Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Kwa maana Mungu ni nini? Tulikuwa tumefika hapo kuandika. Kwa maana Mungu ni nini? Ni upendo. Sasa hebu tumwangalie huyu Mungu alitupenda namna gani? Ametupenda tukiwa vipi? Katika kitabu cha Warumi sura ya 5. Hebu tumwangalie tu kidogo, nitakuonyesha tu. Warumi sura ya 5. Mungu ni upendo. Na nilikufundisha wakati mwingine kwambia utapenda tu yule mtu anakupea kitu. Hapana. Unapenda na watu wengine wamenifanyia mabaya, lakini nawapenda sana. Sana. Kwa sababu nini? Nataka nikuwe kama Mungu. Nitakuonyesha maandiko. Na Mungu anapenda watu wote. Akinyesha mvua kwako George, jirani yako maana ni mchawi hapo kwake akunyeshi. Kama mahindi yako inazaa tudogo ya jirani huyo baadaye inazaa kubwa na mlai. Mungu anapenda, lakini sisi tunakosa kuona matokeo mazuri maana tunampenda Mungu mmoja. Yaani nasema acha tu nijaribu kama inawezekana. Hapana. Lazima tujue kumpenda Mungu. Siku nyingine tutasoma hiyo, lakini leo tunaangalia upendo wa Mungu kwetu. Na kupendana sisi kwa sisi ni amri. Na ikiwa ni hivyo basi, huwezi ukagawanya mambo haya mawili. Ukiwa na Mungu lazima upende watu. Hebu tusome mstari ya 8, Warumi 5:8. Bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Hebu tusome kikamba. Indi Ngai ni wonanisia wendo wake mwene kwitu, ati ila twae athe Kristo akwe kuondo witu. Haya, Kiingereza. But God demonstrates his own love towards us in that while we were still sinners, Christ died for us. Yaani Mungu akaonyesha pendo lake kwetu. Wakati tulikuwa wenye dhambi, hakusema kwanza tokeni kwenye dhambi, mkuje mtengeneze ndio niwapende. Akajitoa, akaja akafa tukiwa tungali wenye, akionyesha upendo wake. Sasa sisi tunapatia watu condition.
ndio tuwapende, which is very wrong. Ili nikupende lazima uwe hivi na ukae hivi. Mwangalie Mungu. Hatukutii moyo uendelee kufanya mabaya, lakini hata kama utafanya mabaya, mimi nikiwa na Mungu, mabaya yako hayataniumiza mimi, yatakuumiza wewe mwenyewe. Na ndio naona huyo mwanaume akihubiri hapa, nakumbuka siku moja amekuja ameniambia vitu, akaniambia, nikamwangalia, nikamwambia, ndugu, angalia na wewe usiumie kwa hili. Kwa nini? Moyo wako usipoumia, hata ukafanyiwa nini, hautaharibikiwa. Sasa watu wameharibikiwa hapa kwa sababu wanataka huyu mtu akae vizuri ndio wapendane, ampende. Hiyo ni ya kwako, si ya Mungu. Mungu alitupenda tukiwa wenyewe dhambi, akaja akatupenda. Sasa akatuonyesha pendo lake jinsi lilivyo. Na ndio nasikia kumpende jirani yako kama nafsi yako. Jirani yako ni nani? Ni huyu mekana hapa, huyu ni jirani yako wewe. Huyu si jirani yako. Huyu mmekutana kanisani. Jirani ni yule mtu mmejenga mahali pamoja. Hiyo ndio jirani. Shamba yako umegawana na nani? Shamba yako umegawana na nani? Hao ndio majirani. Majirani. Na huyo mtu jirani hapo amekuja amejenga hapo na umejenga hapo. Kama humpendi, unless uhamishe nyumba yako uende. Maana atakulaga wapi? Na ataendelea kukufanyia mabaya kila itwapo leo. Ili ushinde hiyo ubaya, ni lazima wewe ujue ya kwamba kumpenda yule jirani, hutamlipa baya kwa mabaya. Anafungulia mbuzi na anaacha. Zinakuja kwa maua yako ama kwa shamba yako, zinakula. Wewe kazi yako ni kukamata mbuzi, si kupiga kelele. Saidia yeye kufunga vizuri. Na akikuja akikuuliza, mwambie naomba tu unafunga vizuri na unanyamaza. Hautashinda kwa kelele, utashinda kwa kumpenda mtu na kufanyia hiyo mema. Sasa sisi kama kanisa tumeshindwa hivi. Tunataka ati mtu akue vizuri, huyo ndio tumpende. Mrefu alikuwa hajaki maombi. Hakuna siku nilimchukia mrefu. Lakini ameendelea hivyo. Mrefu amejua kuna siri ya kuomba, anakuja maombi. Wewe wakati unaendelea kwenda mbali, yeye anakuja maombi. Ameanza kuomba Mungu huyu. Kama ningemwambia mrefu fai, wewe fai, leo nisingelikuwa na yeye. Na ndio nasikia mchungaji Saidia anaonekana kama yeye anafuga mabaya. Kumbe nimefungwa na neno. Sema fukuza huyu. Biblia inasemaje? Fukuza huyu. Mimi nanyamaza. Hata wengine yale mambo wanatenda hata jana. Hawastahili kusimama hapa. Lakini kwa sababu kuna Mungu anayejua, unamwachia huyo Mungu, alafu unamwita huyo mtu, unamwambia na hili alifai, na hili alifai, na hili alifai. Akikusikiliza tunaendelea na safari. Akisema mimi ni mtu mzima na nina meno 32 na unanikuta nikiwa hivi, mimi nitanyamaza, nitakaa kimya. Kwa nikijaribu kwenda juu na yeye, na mimi nitakuwa mjinga kama yeye. Bwana Yesu asifiwe. Na hii ndio shida. Maana mchungaji wetu ni mpole, haongeaji maneno, hasukumaki watu, hasemaki hivi, ni mpole tu, ni mpole. Kumbe wewe ndio unasema ni mpole, lakini ungejua yule mtu ako ndani yangu, huyo Mungu ni wa namna gani, haungesema huyu mtu ni mpole. Kunyamaza kwangu si kusema Mungu kila anataka kusema hatafanya. Kwa hiyo ni lazima tuelewane hapa. Kila mmoja aanze kuelewa hivi. Ikiwa Mungu ni upendo, na wewe unampenda Mungu, na alitupenda tukiwa jinsi tulivyo, utampenda mpaka yule mtu ako karibu na wewe. Katika hali aliyo nayo, si yako wewe, muombeage Mungu. Haleluya. Lakini kuna watu wanasalimiana hivi. Wale siku nyingi. Mzuri. Ili waonekane tu wamesalimia. Sasa hiyo ni unafiki kwa watu, lakini kwa Mungu inaonekana. Upendo unafanya nini? Upendo unalia. Kwa hiyo sadaka zako, matoleo yako na kila kitu na mafungu zako haziwezi kubadilisha neno la nani? La Mungu. Utazileta tu. Kabla hujatekeleza upendo, basi unakuta unatoaga zaburi. Maana kile kinachofaa sana kwanza ni upendo, alafu tutoe zingine. Si ati useme nimependa sitoi, hata mimi natoaga na napenda watu. Tena wananifanyia mabaya, tena wananitukana.
Hizo nilimwambia mwingine, umeamua kweli nilale chini unipitie juu namna hii na nikanyaga kabisa. Naongeaga. Bwana Yesu asifiwe. You are not ruining my life. You are ruining your own. Unaharibu maisha yako. Si yangu. Mimi nitaendelea kushikilia mahali pangu. Nikae katika mahali pangu. Nishikilie mahali pangu. Na wewe ukishindwa kushikilia mahali pako, unaendelea kuharibu maisha yako. Si kwamba hujafundishwa, ni kwamba umekuwa mkaidi. Ondoka. Vile uko mbali na mimi hapa. Umekosa mahali pa kupita. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maisha yako yanategemea vile unafanya. Kwa hiyo ukisoma hili andiko hapa, unaona ya kwamba Mungu alionyesha pendo lake yeye kwetu sisi kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Sasa hilo pendo ametuonyesha sisi, anataka tuchukue hilo pendo tulitendee kazi kwa wengine. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ikiwa sisi, kama unaandika unaweza andika hivi, ikiwa sisi tunampenda Mungu, ikiwa sisi tunampenda Mungu, hatutawekea watu masharti ili watupende ama uwapende. Ikiwa sisi tunampenda Mungu, hatutawekea watu masharti watupende au tuwapende. Tutawapenda hivyo, maana upendo ni wa nani? Sasa unampenda hivyo vile alivyo. Lakini sisi nasema huyu hafai, maana huyu ako hivi, ako hivi. Ukijua ako hivi, kama ni huyu anaongea kama ni kinanda. Unajua anaongea kama kinanda na anakuudhi. Unakuwa na maneno machache na yeye. Nini John? Ni nini? Unakuwa na maneno machache naye kwa sababu ana maneno mengi. Na maneno mengi ni dhambi ukifuatilia huko mbele. Yaani anayesema maneno mengi. So unajiepusha si kwa sababu unjitenge naye, lakini unakataa ile maneno. Kuna mtu anajua kuchimba mwingine. Eti kulikuwaje? Anakuchimba mpaka unatoa kale kamzizi alikuwa anataka uchukue. Ndiye aende akapeleke. Ndio kwako iwe shida. Hiyo sio upendo. Tunajitenga na wao. Watu wa namna hii. Si kwamba tunawakataa, si kwamba hatuwapendi, tunakataa yale maneno yao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo upendo huu tunazungumzia hapa ni upendo wa kiungu, si upendo wa kibinadamu. Na upendo wa kibinadamu una mwisho, lakini upendo wa Mungu hauna nini? Maana upendo wa Mungu ni kitu cha milele. Lakini upendo wa wanadamu unaweza ukampenda mtu leo kwa sababu amevaa vizuri, ana sura nzuri. Sura ikimomonyoko, upendo unaisha. Lakini upendo wa Mungu hauna sura, hauangalii urembo, hauangalii vitu. Upendo wa Mungu ni wa rohoni. Ni kitu cha milele. Na tukiwa na Mungu sasa, tutafanya mambo ya tofauti. Tukikosa Mungu, mpaka zile ndoa tuko nazo zinayumba, zinavunjika. Kwa nini? Tumekosa upendo wa Mungu. Na kama tuko na Mungu, kwa nini tukasirishiane mpaka tuambiane wewe kwenda? Kama tuko na Mungu. Mungu anaweza fika hiyo kiwango? Yaani wewe uko na Mungu. Jacqueline yako na Mungu. Mfike kiwango cha kuambiana, kwenda kabisa. Kwenda. Hata sijui niliolewa na wewe namna gani. Na uko na Mungu. Hapana. Huyo ni mtu ambaye hana Mungu na hajaikutana na nani? Kile anafanya ni pretenders. Na kwa hivyo leo ukiangalia jinsi tumeanza hapa, unaweza ukanielewa ya kwamba ikiwa sisi tuko na upendo, tutapenda watu. Na tukipenda watu, tutakuwa tumefanana na yeye aliyetuita. Lakini kwako watu wamekuwa maadui. Mimi sina hiyo mambo ya kufuata watu sana, lakini moyoni mwangu ninapenda watu. Hiyo. Na sina ile kielele ya kwenda kwa watu. Mimi sijui nimeumbwaje. Unajua kuna watu wana kielele tu. Yaani akikaa siku moja ajaenda kwa watu, ni kama amepungukiwa, ni kama Roho Mtakatifu ataenda chini.
Watu wengine wakisikia tu habari kadogo, kametokea pande ile, hata ataacha kazi yake kwanza aende wapi? Yaani wakukusanya, ni kama mkusanyaji wa magazeti na hajaajiriwa. Huyo mtu ukimhesabu utamkuta yeye ndiye mchonganishi wa kila kitu. Mharibifu. Maana hakuna jambo hata moja anataka lipite. Hana upendo hata kidogo. Hata kidogo. Itokee kitu tu sahi. Hata mwingine anaacha ibada. Kwa nini? Hampendi Mungu. Lakini anataka kujua mambo ya dunia yanaendaje ili apate ya kuongea. Maana haya ya Mungu hana. Ni vizuri uangalie. Ujiulize kama unapenda watu. Na kupenda watu kuna gharama yake. Kuna gharama yake. Na kuna shida zake. Na nimeona kama unapenda watu na unatimiza kusudi la Mungu, watu wengine watakuona wewe kama mtu uliyechanganyikiwa. Lakini kadri unavyofanya kusudi la Mungu, mambo yako yanafanyika kirahisi mpaka watu wengine wanakufikiria vibaya. Na ndio unaona kanisa linayumba, watu wanatafuta, hakuna mafanikio, haikuji, vitu havikuji, na vikuja ni kwa shida, wakati baba yetu na Mungu wetu ndiye akona kila kitu. Sisemi hivyo kwa sababu niko nazo. Lakini nimeona katika maisha haya, kama tutakubali kukaa vile Mungu anasema, utaona mabadiliko sana katika maisha yako na mahali huko. Na si tutakaa na mtu perfect ndio upende huyo mtu. Utakaa na mtu mbovu na upende huyo mtu mpaka ile ubovu wake ubadilike. Sijui kama unanielewa, kubadilisha ubovu kwa upendo. Mtu anakufanyia mabaya, you don't count. Anakufanyia you don't count. Na unaendelea kumpenda tu. Unaendelea kumpenda. Itafika mahali hayo mabaya yatakuwa withdraw. Haitakuwa ndani yake. Lakini sisi tunachochea. Sababu tupendi. Kwa hiyo naomba kabisa mtu wa Mungu unielewe ya kwamba ikiwa sisi tunampenda Mungu, haiwezekani hatutawekea watu masharti ili tuwapende. Bwana Yesu asifiwe. Na kama ulioa mwanamke kiherehere ama mwanaume kiherehere, utafanyaje? Utamwacha? Utafanyaje? Ndio kusema. Si mbovu huyo jamaa, si mbovu sana. Ukitaka abadilike, na abadilike usahau kama ndiye huyu, utampenda. Na ukimpenda, yale yaliyo ndani yake yasiyostahili yanatoka. Lakini sisi tunaweka hiyo mambo iliyo ndani ya mtu moto, tunaongeza hiyo, tunaongezea. Kila siku unamchomelea msumari, kila siku unamchomelea msumari. Ni kama mtu mwenye kidonda. Sijui kama umewahi kuangalia uko kwenye kucha hapa, kwenye kucha pamegongwa pakatokea kidonda. Alafu unatembea vizuri ndio hiyo kucha isiguzwe tena. Leo ndio imeguzwa tena, imetoneshwa. Sasa unasema nitakuwa mwangalifu sana. Huwezi kwenda distance kabla hapo mahali cha kupaja kuzu. Sasa hivyo ndivyo tunavyofanya katika maisha haya. Maana tatizo la George ninalijua. Na sio najua tatizo la George. Badala ya kusaidia tatizo litoke, mimi kazi yangu ni kudungia nini? Msumari. Sasa badala ya kupona anakufa. Hivyo ndivyo tunamaliza maisha yetu. So ni lazima kila mmoja wetu aanze kuona hili somo ambalo tunataka kujifunza. Na uanze kuangalia mpaka ndani ya nyumba yako wewe mwenyewe. Anza kuangalia mpaka kwa watoto wako. Pitako hapa ni maisha. Hata hajakuja kunihonga kidogo, niambie baba umenivumilia sana. Nimekuja na kitu hiki nimekuletea. Sina ngoja sijaletewa chochote. Maana mwanaume huyu kama si kupenda, leo ingekuwa nimeua yeye. Unaona? Paulo wako hapo, hata yeye. Maana amenifanyia mabaya. Maana huyu Yesu wangu alikuwa hamtui vizuri. Walikuwa wanaona nimepotea. Hata brother wangu mkubwa alifariki akiwa ananiuliza maswali. Mbona huyu Yesu wako amekufanya uwe huna pesa na ulikuwa na pesa? Alafu tunapata shida kimaisha. Jamani yule anasema mimi hujainipenda huyu pale. Mimi hujainipenda hata siku moja. Tuko na kikao na mama yake. Anasema wewe mimi hujainipenda hata siku moja.
Akaenda muangalia na muuliza, katika watoto wangu wote ni nani amechukua fedha nyingi kwa elimu kuliko wewe? Kama sikupendi. Yeye anataka nimpende, hata akifanya mbaya nisuniuke mkono. Sasa ile upendo nimeendelea kuvumilia, nikavumilia. Mungu akaona nimeshinda. Akabadilisha kila mtu. Kama ningeanza kushindana, leo ningekuwa bado ninalilia wapi? Kaiwa wakaneleze, na huku ninawapiga. Kaiwa wakaneleze, na huku ninasema ni wabaya. Itawezekana kweli? Ni lazima kwanza upende mtu ndio uweze kufaulu katika maisha yake. Haiwezekani. Yesu alikuja tukiwa wenye dhambi. Maana Mungu alitupenda kabla hatujampenda. Na alipotupenda kabla hatujampenda, akafa kwa ajili yetu. Alafu akasema yule naye nitaka John. Tukakuja. Tulikuja tuliambiwa kwanza ukaoge ndio ukuje. Akasema njoo. Sasa leo kama una mtu anakutesa kimaisha, kuna mtu anakusema vibaya, kuna mtu anakuongelea vibaya kweli, huyo mtu usiongee habari zake. Wewe mpende na uendelee kumwombea. Na usiambie hata mtu mmoja habari zake. Ukisikia hapa unapeleka hapa. Wewe unataka kupona, wewe ni kufa unataka. Lazima tuangalie. Tuone tumefeli wapi. Mioyo yetu ndio contact point yetu na Mungu. Wakati mioyo yetu imeharibika, hatuna contact ya Mungu. Hatuna. Na kama ni amri kupenda watu na hujawapenda, mpendwa, niambie kama unampenda Mungu. Sema sipendi. Kusaidia watu George. Si kusema unapenda watu. Unaweza saidia mtu kwa sababu unataka ujulikane. Na kuna usaidia mtu kwa sababu unapenda huyu mtu afike mahali. Ni vitu tofauti. Na msemi ameeleza mambo mawili. Kutenda kuna tofauti na nia ya ndani. Naweza nikatenda vizuri kwako, lakini nia ya ndani si hivyo ilivyo. Nani anaweza akatambua hiyo nia ya ndani? Ni Mungu peke yake. Unakaribisha mtu chakula mezani, lakini hicho chakula atakachokula yeye umeweka sumu. Na unamkaribisha chakula kabisa, karibu, asante, karibu kula, tukule. Unaweza kukula na umeweka sumu. Unajua hii sumu akienda itakaa masaa 10. Ndianza kusokota na tumbo. Na mwisho afe. Lakini mlikuwa mnakula wote kwa meza. Yeye hakujua. Hakuna vile utaniambia kusaidia watu ni kupenda watu. Mpaka Mungu atapiga muhuri. Bwana Yesu asifiwe. Sasa maana unataka inaitwa CNC ama inaitwa CNCA? MCA. Sasa utazunguka kila mahali ukijifanya mzuri. Na kama na kitu yake anapea watu. Na kwambia wale walikuwa wanaongozwa na Musa ndio sisi. Sisi ndio tulikuwa tunaongozwa na Musa. Na Musa alipoenda siku moja tu hivi, ya pili, ya tatu akasema, hatujui kile kimepata Musa. Wacha tutafute Mungu mwingine wa kutuongoza. Ndugu yangu alipatiwa nomination ya kansela. Akakuwa mkubwa. Nikasikia rohoni Mungu ananiambia mwambie hii kitu tutamaliza. Kana nikamwambia ndugu, kwa upendo, hii kitu kalia na upande wako. Usikalie katikati. Ananiambia wewe ujui takalia yote na next election nitagombea. Nikamwambia ndugu, ni babaya. Kwani ananielewa? Unajua ukiwa ndani ya mtungi huwezi kuelewa na yule mtu ako nje ya mtungi. Maana mwenye nje ya mtungi anaona kuliko aliye ndani ya nini? Mtungi. Hakunielewa. Ilipofika wakati wa siasa, akaingia kugombea. Mimi nilikaa mbali. Ikiwa imebakisha siku moja kupigwa kura, zile mbuzi zilikuwa nyumbani, tulikuwa tumebaki. Wajamaa akakuja. Na unajua hii watu wetu ya sisi tunajua kukula. Na kuambia ikaliwa. Wakakula na asubuhi ndio nao kupika, ndio tunaenda kupika nini? Alipata kula mke wake na yake. Akaingiza bali ugonjwa ikampata. Hivi ni kukueleza nini? Upendo ule naozungumzia hapa si upendo wa namna hiyo.
Maana wale jamaa walikuja wakachinja wakiimba. Iyage ni wewe tu. Kumbe huko ndani wanasema yo haujui. Sasa huyu Yesu tunayemwabudu, he is not a counselor. He is not an MPA. He is not a whatever. He is actually the leader of the spiritual thing. Na kama yeye ni kiongozi wa kiroho na spiritual things, ana understand mambo yote tunayowaza na tunayofikiri. Kabla hatujafanya kwake ameshafanya. Sasa anasema tupendane. Na sisi tunasema nitapenda yule nataka. Acha nikwambie, hauko kwenye theory ya Mungu. Uko kwenye theory yako mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Naona watu kwa nini waendelee? Sababu tunakaa kiti moja, tunakula pamoja, lakini natafuta vile huyu ataondoka. Kwa hivyo ni vizuri unielewe kile nasema hapa. Kama kweli unaupenda Mungu, na upendo wa Mungu na upendo wetu na sisi haiwezi kugawanyika. Inamaanisha ya kwamba wewe usimame umwambie Mungu akupe neema ya kupenda. Haleluya. Neema ya nini? Ya kupenda. Ya kupenda. Na kama utaendelea na hiyo roho uko naye, hivi vya mbinguni utakuwa unasikia tu harufu, lakini itakuja kwako. Maana hata saa hii ukidedi saa hii vile uko na chuki na huyu. Ukidedi tutasema alikuwa ameokoka sana. Alikuwa mhubiri na sisi ndio tunasema. Sasa hiyo ameshaenda labda kwa pale palikia ule jamaa. Anasema niliambiwa na pastor nikakataa kusikia. Hapo hakuna kutubu tena. Kwa hiyo ni vizuri tuelewane ya kwamba tupendane sisi kwa sisi. Na somo letu la upendo liko na mara mbili. Raundi ya kwanza na raundi ya pili. Raundi ya pili tutaangalia characters sasa ama tabia za upendo. Lakini kwanza ni tuangalie upendo. Hebu tuende kitabu cha waraka wa kwanza Yohana. Hata kama tutasoma mstari miwili ni sawa tu. Maana nimeshakupatia utangulizi uko nao, kila kitu uko nacho. Sasa tuone sasa vile maandiko inasema kuhusu kupenda. Bwana Yesu asifiwe. Na najua naomba kila siku Mungu anisaidie na niongezee upendo. Na nilikwambia nilienda mlimani kuomba upendo miezi 6. Nikiomba Mungu anisaidie upendo. Kupenda watu. Kama kuna mtu alikuwa kai karibu na watu ni mimi. Na siku anapiga watu. Lakini siku anataka karibu na watu. Siku anataka watu. Na niliomba Mungu. Na Mungu amenisaidia mpaka hapo. Mpaka hapo naona amenisaidia. Na najua atanisaidia kabla sijatoka duniani. Nitakuwa nimeweka history kidogo. Haleluya. Maana kupenda watu pia kuna andamana na matendo. Na matendo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa katika kitabu hichi cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4. Angalia mstari wa 7. Angalia mstari wa 7. Tumeanza somo letu la upendo sasa. Tunaanza hapo. Upendo. Waraka wa kwanza wa Yohana 4 mstari wa 7. Wapenzi na mpendane. Hebu soma vizuri. Wapenzi na mpendane. Hiyo Kiswahili nasema hivyo. Hiyo Kiswahili yako inasema wapi Kiswahili kingine? Yako ni gani? Frida. Yako sio Kiswahili. Yako ni gani mama Mwende? Wapenzi, hiyo nyingine? Haya. Nataka Biblia iko tofauti na hiyo. Kuna Biblia yangu isemi hivyo. Inasema wapenzi na mpendane. Mpendane. Na mpendane. Ingine kuna Kiswahili ingine? Yako inasema nini scholar? Wapenzi na tupendane. Mpendane ni sawa tu, lakini mimi nilikuwa naangalia kama ni yangu peke yake inasema hivyo. Lakini ukiangalia angalia vile huyu mtu ameanza. Anaanza na neno wapenzi na tupendane. Inaweka koma hapo. Mpendane, tupendane zinakuja the same.
Kiingereza inasema hiyo part A Kikamba endwa twenda ni ene kwa ene. Endwa penda ene kwa. Haya Kiingereza, beloved, let us love one another. Beloved, let us love one another. Tuachie hapo. Angalia. Angalia hilo neno la kwanza. Wapenzi. Na tupendane. Leo nikimuita mama Mwende mpenzi, wewe utasemaje kwa akili yako? Walianza kuwa wapenzi lini? Yeah. You see that now the problem. Kwa sababu watu walitoka kwenye malengo ya kiungu, tukaingiwa na dunia ikatujaa. Lakini leo tukizungumzia neno hili, nataka uelewe neno mpenzi haimaanishi mpenzi wa kimwili, inamaanisha mpenzi wa kiroho. Haleluya. Na kama kanisa tukielewa neno hili mpenzi, mwanake utarukwa na akili nikimuita mtoto wangu mpenzi, umeamkaje? Maana siongelei mpenzi ya mwili. Mambo ni mawili hapa. Naongelea mapenzi ya rohoni. Na mapenzi ya rohoni inazidi ya mwili. Ndio wakaiba hili neno wakaleta kwa mwili. Kwa hiyo wewe ni mpenzi wangu, mimi ni mpenzi wako. Nafikiri huyu ameacha kutumia hiyo lugha juzi atumii sana, sababu alikuta labda huku watu hawana hiyo ufahamu. Lakini alikuwa anaita watu mpenzi. Hata anakuja na mzee mwingine anamuita mpenzi. Na mimi ndio natakiwa niitwe nini? Mimi peke yangu mpenzi. Sasa kama sikuwa na Mungu na simuelewi huyu Mungu, ningeona huyu mama amepotoka. Lakini sisi ndio tumepotoka. Kwa sababu neno mpenzi haimaanishi mapenzi ya mwili. Unanipata? Kwa hiyo tunapoanza kujifunza habari ya upendo, nataka uangalie neno hilo, wapenzi na tupendane. Kwa hivyo George ni mpenzi, na yeye mimi ni kwake ni mpenzi wa kiroho. Lakini sasa kile kiliingia wanadamu, ukisema mpenzi automatically wanaenda kwa jinsia mbili. Huyu ni mpenzi wa nani? Ni mpenzi wa nani? Tutoke huko sasa. Uone tunatakiwa kuwa wapenzi. Wapenzi kabisa. Tunaingiana hivi tunakuwa wapenzi. Wapenzi wa kiroho. Na mpenzi wa kiroho ako juu ya mpenzi wa kimwili. So Yohana anaanza kusema wapenzi na tupendane. Wapenzi na tupendane. Kwa hiyo ukinionaga mimi ninafanya vitu vya tofauti, ujue kuna vitu vinanishika. Na kile kinachonishika ni neno. Na hakuna kitu mimi naogopaga. Naogopa dhambi. Na kwa kinyume na neno la nani? Na Mungu. Hiyo tu. Bwana Yesu asifiwe. Na sisaidiagi mtu ili kesho anisaidie ever in life. Hiyo haiko. Namsaidia kama jinsi Mungu alivyonisaidia mimi. Na siwezi kumsaidia nani? Ninaweza saidia Mungu kweli? Sasa sisi tuko na shida. Because nikialika watu taalika wala watu wako na majini. Ndio kesho na mimi na mimi yani niende kwa wale wako na majina. Alafu na kesho na mimi nikiwalika wafanye nini? Hiyo ni ya watu wa dunia. Watu wa Mungu wanakaaga hivyo wakisema ya makatoliki ya masoka cheka babori ya doroma, na ukiitana watu watatoka kaskazini, mashariki, magharibi na kaskazini, maana watakuwa wametumwa na Mungu, sio umewatuma. Kwa hiyo upendo unazungumzia hapa ni upendo ambaye hautakikani kuwa na sisi, kwa sababu shetani anajua tukifikia hapo tutakuwa tumeshinda mambo yote. Unajua ukimpenda ule mtu mnakaa naye kila siku umeshinda. Kwa sababu huyu mtu mnakaa naye wote yule tunaonana baada ya wiki mbili. Sisi mnakaa na huyu kwa nyumba kila saa. Mnapigana miguu huko mkipitana hivi. Sasa ukiweza kupenda huyu umepita mtihani. Naye akikupenda. Lakini tunakuja huku maana tunakutana hapa mara moja kwa wiki, ama mwingine anaona tunaonana leo Sunday hata tusalimiani. Tukisalimiana tunachekeana. Hebu nenda ukakae na huyo mtu unayecheka na yeye.
na utajua yeye ni wa namna gani. Anaonyesha na upendo, lakini kwake kunachomeka. Naomba kabisa tuelewane, wapenzi, na tupendane. Kwa nini tupendane? Anaendelea sasa. Kwa nini tupendane? Kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu, na kila apendaye amezaliwa na Mungu, naye anamjua Mungu. Na tungeenda step nyingine hiyo ya pili hapo. Hebu amani, kuna koma wachia hapo. Kama zinaenda straight, hebu soma tena. Kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu. Koma. Wapenzi, na tupendane. Kikamba inasema nundu wendo ni wangai. Nundu wendo ni wangai. Ni wangai. Kiingereza, for love is of God. Is of God. Is of God. Sasa Yohana anajaribu kutuonyesha nini hapa? Wapenzi, na tupendane. Kwa kuwa pendo latoka kwa nani? Ina maana kama hatuna upendo, hatuwezi kuwa wapenzi. Manake kama hatuna Mungu, hatuwezi kuwa wapenzi. Na nimeelewa hii ya kwamba kile kinafanya watu wasiwapende wengine ni kwa sababu hawana huyo Mungu ambaye anatoa upendo. Kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu. Sasa ukiwa na Mungu, uko na uwezo wa kupenda kila mtu na tabia yake. Hata usiposema amen, sawa. Ukiwa na Mungu, unaweza ukapenda kila mtu na tabia. Na ndio naona sirudi nyuma kwa yote yule. Sababu nyinyi wote, uwe mbaya, uwe mzuri, ninyi wote ni wa kwangu. Na kama nyinyi ni wa Mungu, na mimi nyinyi ni wa kwangu. Na ikiwa niko na Mungu, na Mungu ni upendo, upendo wa Mungu unanishurutisha kufanya kile ambacho mimi siwezi bila Mungu. Kwa hiyo wapenzi, na tupendane, kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu. Kama huwezi penda, unajiweka hapo unasema sina Mungu. Sasa sivi ndio juzi tu bado msichana bichi. Wewe ni bichi. Shida zitatokea. Zikitokea unarudisha mikono nyuma namna hii. Si kwa sababu hii mkono inaweza kupiga yeye ama hii mguu hivi na wewe kupiga teki. Lakini unakumbuka umeokoka. Niko na Mungu. Na Mungu ni upendo. So, Mungu anawezaje piga mtu? Naweka mikono hapa. Na siku nyingine tulikuwa na semina ya kina mama. Tukamwambia kina mama tukiokoka. Unajua kuna wanaume hawajaokoka. Tukiokoka tukiacha kuwapiga na kuwa wakali. Na nyinyi mnainuka mnakuwa wakali mara 7. Ambia sio hivyo. Msilipishe kisasi. Bwana jamaa amekutesa miaka mingi. Sasa amefungwa mikono na Mungu. Msaidie kumuombea badala ya kupiga yeye. Unajua vile umenisumbua miaka mingi. Sasa sasa anajua vile amemfanya hivyo, hawezi nyosha kidole hivi. Sababu ameshikwa na nani? Na Mungu. Ana upendo wa Mungu. Kwa ni vizuri tuelewe. Tujue ya kwamba ukiona mtu ananyamaza, amenyamaza, usiendelee kumweka kidole kwa pua. Upendo haufanyaji hivyo. Upendo haufanyaji hivyo. Haleluya. Bwana asifiwe. Yaani mtu anafanya makosa makubwa. Alafu unakuja unaangalia unanyamaza. Sema hata si ananyamaza, hata hajaongea siku hizi mimi ndiye. Mimi ndiye. Kumbe yeye ameshikwa na Mungu. Amemshika. Alafu wewe unaendelea kuwa shetani. Shetani. Hakuna mahali utaenda. Wapenzi, na tupendane. Kwa kuwa pendo natoka kwa nani? Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuwa pendo natoka kwa Mungu. Na nimekuambia pale, mahali umeandika karatasi. Ikiwa unampenda Mungu, utapenda na watu. Kwa kuwa pendo natoka kwa nani? It is not you, it is God. Hallelujah. Lakini watu hawako hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Najifanya eti wewe umesahau jina yako. Sasa umekaa hivi. Umeenda mpaka wapi? Uko na kurwe? Hii somo likiisha
Kile kimekushinda kufanya, uende ufanye. Maana nimekuona. Kile kimekushinda kufanya, uende ufanye. Tukimaliza hii somo hapa, hata kama itafika mwisho saa nyingine ama hiyo nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna kitu kimekushinda kufanya. Haleluya. Amen. Kwa hiyo nazungumza mambo ambayo yakikaa ndani yetu yatatuwezesha kufanya yale wanadamu hawezi fanya. Unajua kupenda si kawaida. Mtu anapendaga mahali kuna kitu anataka. Wanadamu wanapenda mahali kuna kitu wanataka. Sio kupenda hiyo ya bure. Lakini watu wa Mungu, maana pendo linatoka kwa Mungu, tunapendana sisi kwa sisi pasipo kitu tunataka kwa mwingine. Unanielewa eh? Huko duniani mtu atafanya kitu, akona kitu anataka. Huku kanisani tukiwa tunamjua Mungu, tunapendana bure. Na bure. Maana Mungu ametupenda bure. Kwa hivyo wapenzi, na tupendane kwa kuwa pendo latoka kwa nani? Kwa Mungu. Alafu anasemaje? Na kila apendaye amezaliwa na Mungu. Na hiyo Kiingereza kikaba inasema na kila mundu wenda na nusi yaitwe nengai. And everyone who loves is born of God. So conclusion ni gani George hapo? Na kama hujapenda, George amesema vizuri. Watu wa Mungu, unajua maneno yako wazi kwa Biblia, lakini wakati mwingine tunakuwa kama tumefungwa macho hatuoni. Umeokoka una miaka 10, 15, 20. Ama una miaka 3, 5, lakini neno hili leo unaliangalia kana kwamba hujai kulisikia, kwa sababu adui ameliiba ili usilitumie, ili usifaulu. Ndio nasikia maandiko inasema, nisaidie kusoma tena hiyo kipengele yako. Na kila apendaye amezaliwa na Mungu. Na kila apendaye amezaliwa na Mungu. Manake before tuje tuzaliwa na Mungu, tulikuwa tumezaliwa na baba zetu na mama zetu. Na baba zetu na mama zetu walituzaa, wakatuambukiza tabia na karakta za kwao. Baada ya kuzaliwa na Mungu, tunapata tabia na karakta ya Mungu. Na tabia na karakta ya Mungu ni kupenda wengine. Haleluya. So hii ni picha kamili ya kwamba mtu huyu amezaliwa na nani? Maana Mungu ni nani? Ni upendo. Kwa hiyo ikiwa sitampenda huyu, basi mimi sijazaliwa na Mungu. Mimi nimezaliwa na nani? Na Shetani. Katika hali yoyote uliyopo, mazingira yanayokukumba na mambo yote unaendelea kufanya, nataka uangalie kando na kando yako huko kwenye ulimwengu wa kiroho. Kando na kando na kando, uone kama unapenda watu. Kama upendi watu, ujue wewe ni wana baya ni wa Shetani. Utingelekaniwa. Mungu. Sasa kanisa. Kupenda hawa jamani mabaya. Unawahudumia wakitoka pale nje anasema na siku hizi kanaringa. Si unaona hata kameanza kutoa matako. Kameanza kutoa nini? Matako. Na unajua hiyo habari itakufikia tu. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mwingine alikujaga hapa akafikiri tunakulaga sadaka. Hata shida mingi sana. Na siku moja akamwambia sasa kuja. Wewe ndio utakuwa unafanya nini? Sababu sadaka. Alisema sitahesabu tena. Kumbe kuna pesa hapa. Ambia sio ulikuwa unasema nini? Before you talk, think first. Na upendo haiwezi kumfikia mtu vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama utafariki, mimi nitakufuata tu. Nikiona mahali na kushika mkono. Unajua umeharibu hapa, usiharibu tena. Mimi nakuacha. Hiyo ndio kazi yangu. Lakini kwanza kukuhukumu, kukupiga, hapana. Bwana Yesu asifiwe. Sababu ule upendo niko nao si wa kupiga mtu, si wa kuhukumu mtu, hata mtoto wangu mwenyewe. Siwezi. Bwana Yesu asifiwe. Na tangu Mungu amenisaidia nikaokoka, sijafanya hizo vitu tena. Na Mungu naomba anisaidie kabisa. Niendelee kupenda watu. Na wanaonifanyia mabaya, niwafanyie
Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa nini nifanye hivyo? Kwa kuwa upendo watoka kwa Mungu. Na mimi nadai nini? Na mimi nadai ni mtoto wa nani? Sasa kama nadai ni mtoto wa Mungu na sipendi wengine, nitakuwa wa Mungu kweli? Ndio naona tunafilisika. Mambo yetu yanakuwa magumu. Tuko na kabiashara kadogo. Mama Vivian ndiye anaendeleza. Na mimi niko mahali nyingine napiga labda kibarua kingine. Sasa yeye akiuza za kwake anasema ni za kwake. Nikija nikimuuliza leo kuna nini? Kwani tuna ushirika gani na wewe? Na mimi ni mume wake. Naye akikuja kwangu, kwani tunashirika gani na wewe? Ya kwako ni ya kwako, ya kwangu ni ya kwangu. Angalia vile watu wanaishi. Na maandiko yanasema sisi ni mwili moja. Na kama tu mwili moja, ni roho moja zaidi. Sasa maisha yetu yatakuwaje mazuri? Ni mpaka tumekubaliana, tumeshirikiana, na hatuwezi shirikiana pasipo upendo. Na upendo ustiri hata wingi wa nini? Kwa hivyo wapenzi, tufanye nini? Kwa hiyo nikikuita mpenzi, na unasema mpenzi wangu, unasemaje? Sasa mzee akisikia atakuja na panga. Usijaribu. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ndiye anakuaga hivyo. Ni kweli? Anaita mapenzi akiambia mzee, penzi. Kwa sababu ameokoka. Ako, yani moyo yake ni nyeupe. Hakuna kitu kiko ndani, imejificha. Ana madhaifu yake ndio. Lakini kuna kwingine ameshinda huko na kwingine, na hatuwezi shinda wote. Haleluya. Lakini hilo la mpenzi ameshinda. Si mpenzi wa mwili, mpenzi wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu upendo watoka kwa nani? Si kama unaniona, unanielewa? Wapenzi na tupendane. Kwa kuwa upendo unatoka kwa Mungu. Na yeye apendaye amezaliwa. Nilikwambia somo ni kubwa. Nitakusomesha na baadaye nitakuonyesha tabia za upendo. Alafu utaendelea kujipima. Lakini kufikia hapo unaweza fanya namna hiyo ukasema, laiwa hapa ndele si hapa. Maana unajua vile uko. Najua pengine tungeweka thermometer namna hii, thermometer ya chuki. Ingebasi mara moja, vile iko, hiyo temperature iko juu ya chuki. Lakini ikifika kuimba, sema upendo. Umenichukia? Hata ukinichukia ni bure tu. Maana yangu hakuna mahali itaingia. Hakuna. Hata ukija uniambie kupafu wewe pastor. Nitaimba wimbo saa hiyo. Nimemuona Bwana. Nimemuona Bwana. Nimemuona Bwana anapendeza. Maana upendo hubadilisha. Upendo ina crush yale mambo mabaya. Kuna mtu analala usiku akiota ndoto mbaya sababu anachukia mtu. Ukikaa roho yako ikiwa free, kile utaona ni wale wachawi wanakuja, wanakuja kukupiga utaona. Lakini huwezi kulala unahangaika. Mimi nalala nikihangaika nikijiuliza, hili kanisa la Mungu litaponaje, litaishije? Hiyo ndio kitu kinanisumbua. Lakini hakuna eti nasumbuka kwa sababu ya mama Msedi amefanya, huyu amefanya. Wewe fanya kile unafanya. Mimi nifanye kazi yangu. Siku ya kutangaza habari, niulizwe, tuambie habari ya mama Msedi, nitawaambia. Lakini saa hii nikifika kwangu nauliza kanisa itaponyaje? Si kulala eti nikifikiria kutakuwaje. Na wapenda watu wote. Haleluya. Mpaka wale wananichimbia mashimo marefu na wapenda hata hawa. Wapenzi na tufanye nini? Kwa kuwa pendo unatoka kwa Mungu. Naye apendaye, asiyependa amezaliwa na shetani. Tutakuja kuendelea. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Continuous leo tumesoma verse 1 peke yake. Tumemaliza verse 1. Nini? Verse 7. Naye anamjua Mungu. Tumalizie hapo. Huyu mtu anayependa amezaliwa na Mungu na anamjua Mungu. Kama ya ziata na ndio mwezi ngai. Ndio Mungu. Mtu ambaye hana upendo. Ndesi ngai na ndano na ngai. Na mnajifanya hapa wahubiri wa injili wakubwa.
ya kama kando bakanda. No, yani kile kio, yani the certificate will be written. Na mambo itakuwa vizuri. As you love others, you know God. Na niyo mwezipio. Because God is who? Kwa tokea mzege kama ni mengi. Na kila mundu wenda na anusi yaitwe ni ngai na no mwisi ngai. Na hiyo Kiingereza inasemaje vile? And everyone who loves is born of God and knows God. Kwa hivyo mtu ambaye hapendi watu hakuzaliwa na Mungu wala hamjui Mungu. Wawe wachawi, wawe waganga, wawe na mapepo makubwa, wawe wabaya kiasi gani, wawe wanalewa wanaanguka, wawe wanafanya nini, that is not your problem. Your problem ni kupenda huyo mtu kama alivyo. Jana jioni nilipotoka kule kwa Kinaboni pale kwa ile sherehe, nikaenda mahali nyingine nikamaliza kile nilikuwa nafanya, nikaenda dukani. Nikakaa dukani kidogo, nikiwa nyumbani nakaa dukani naangalia hiyo kazi. Na yangalia saa nyingine na sijui bei naenda kuulizia wale ndio wanajua bei. Na zaidi pesa ngapi? Sasa wanakuja watu watatu. Jana jioni. Hawa watu watatu sijui walikuwa wamekunywa pombe gani. Mimi sijui ni pombe gani walikuwa wanakunywa. Wakakuja wote watatu. Wakasimama kwenye kaunta na mimi kwa pande. Huyu anatoa harufu ya pombe na huyu harufu ya pombe. Yote inakuja. Nikasikia sasa kama kwenye kilabu. Lakini nikawaangalia hivi nikakumbuka Mungu ni upendo. Nikawahudumia kwa upendo, nikamaliza, wakaondoka. Nikasema kumbe bado watu wako kule nilitoka. Upendo wa Mungu ndio ulinitoa huko, lakini wale walioko Mungu hawato. Nikanyamaza wakaenda. Nataka nikwambie, ili tufaulu lazima tuwe na upendo. Na upendo ni nani? Na wale wanaopenda wanamjua nani? Haleluya. Umepata hiyo? Tutakuja kufanya coordination mpaka tufike mstari wa 23, tutakuwa tumejua maana ya kupenda. Haleluya. Hebu tusimame.